mateso, twakupa sifa Mungu wetu kwa kutuonea huruma kwenye wakati wa mateso. Umetusaidia kwa nguvu zako na umetuokoa kwa jina lako Bwana. Umesikia maombi yetu, tena umesamehe maovu yetu. Nitakushukuru, nitasifu
kwetu sisi ni za milele. Mshukuruni Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, maana fadhili zake kwetu sisi ni za milele. Haleluya, haleluya, tuimbe sifa kwa Bwana. Tumwimbie wimbo mpya maana ametenda maajabu. Haleluya, haleluya, tuimbe sifa kwa Bwana. Tumwimbie wimbo mpya maana ametenda maajabu. Yeye amekuwa mwaminifu kwetu, ndio maana tumekuja madhabahuni pake. Yeye amekuwa mwaminifu kwetu, ndio maana tumekuja madhabahuni pake. Na matatizo walishindwa kuvumilia, walikata tamaa, walisahau kwamba Mungu yupo, walimkufuru Mungu. Neno la Mungu lasema, heri mtu yule atakayevumilia mpaka mwisho, ndiye yule atakayeshinda. Mambo mengi tuliyokutana nayo, lakini hakutuacha. Asante Baba, asante, asante Baba, ulikuwa upande wetu. Baba, asante, asante Baba, ulitupigania ukatutetea. ulitupigania Baba, asante. Asante, asante Baba, ulikuwa upande wetu. Baba yangu wewe, asante, asante Baba, ulitupigania ukatutetea. Adui aliposhindana nasi, ulitupigania. Ewe Yesu, jina la Yesu ni ushindi wetu. Adui alipopiga mipango yetu, ulitutetea. Jina la Yesu ni ushindi wetu. Adui alipopiga amani yetu, ulitupigania. Jina la Yesu ni ushindi wetu. Adui alipopiga mipango yetu, ulitutetea. Jina la Yesu ni ushindi wetu. Hatuna mwingine wa kujivunia, bila Yesu hatuna mwingine wa kujivunia. Bila Yesu hatuna mwingine wa kutegemea leo. Bila Yesu hatuna mwingine wa kutegemea. Bila Yesu hatuna mwingine wa kutumainia sisi. Bila Yesu hatuna mwingine wa kutumainia. Bila Yesu hatuna mwingine wa kujivunia kimara. Bila Yesu hatuna mwingine wa kujivunia. Bwana Yesu ametenda maajabu. Yesu ametenda miujiza maishani mwetu. Tunamsifu ametenda
Yesu aweza yote. Yesu ni Yesu ametuvusha. Yesu anastahili. Yesu ni Yesu tunashukuru. Tunashukuru. Yesu tunashukuru. Yesu kwa wema wako. Yesu tunashukuru. Baba umetuvusha. Baba tunashukuru. Yesu tunashukuru. Oh Oliver. Kwa sifa na shukrani. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Heri ya mwaka mpya 2026. Mpe tena Yesu makofi ya shukrani kwa zawadi ya mwaka mpya. Mpe mkono aliyekulia na kushoto, aliye karibu na mbali. Mtakie heri ya mwaka mpya. Mwambie ninakutakia heri ya mwaka mpya katika jina la Yesu. Kabisa, mwambie na mwaka huu ukawe mwaka ambao haufanani na mwingine wowote. Katika uzuri wake. Kofi na vigelegele kwa Bwana Yesu, kwa Mungu wetu, kwa Bwana wa maisha yetu. Asante Yesu. Nikikumbuka kama wewe ulivyo peleka mwana afe asi chukue dhambi zetu kuyatambua ni vigumu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Keti tafadhali. Keti. Bwana apewe sifa. Kwa hiyo nitatumia muda mfupi. Nataka ujue mahali habari nzima ya damu ya Yesu ilipoanzia. Kila kitu kina mahali kinaanzia. Everything has its beginning and everything has where it starts from or where it begins from. Kama kusingekuwa na vita katika mzaliwa wa kwanza, kusingekuwa na damu ya Yesu. The whole concept, habari nzima ya damu ya Yesu ilianza katika yule ambaye Mungu alimchagua akamwita
akamweka wakfu, someone who was set aside, ili kupitia yeye Mungu aokoe wanadamu. Nisikilize, na huyu aliitwa Ibrahim, baadaye Israeli. Sasa niliwapa picha namna ambavyo Mungu alikusudia kumfanya huyu kuwa wake, kwa sababu kila mtu alikuwa wake wakati wa uumbaji mpaka kabla ya anguko. Anguko lilipotokea, kila mtu alikoma kuwa wa Mungu. Kwa sababu ya anguko, kila mtu na kila anayezaliwa akafanyika kuwa wa shetani, sio wa Mungu tena. Kwa hiyo kwa kuwa kwa asili, kwa mpango, kwa maono, you see, it was his vision kuwa na wanadamu kama mali yake, sio mali tu, watoto wake. Ikabidi Mungu aanze mpango, a project wa kumfanya mwanadamu kuwa wake tena, kuwa wake tena. Shika neno tena. Kwa nini tena? Kwa sababu aliwahi kuwa wake alafu akampoteza. You understand? Siku Mungu anakusudia kumfanya mwanadamu kuwa wake tena, hiyo project ilianza na mwanadamu anayeitwa Ibrahim. Ndio maana anaitwa baba wa imani, kwa sababu habari ya kumwamini Mungu tena ilianza na yeye. Lakini nisikilize, kwa sababu kuna kile kilichomfanya mwanadamu akapoteza haki ya kuwa na Mungu, kinachoitwa uovu, ili mwanadamu awe wa Mungu tena, ikawa ni lazima, nisikilize, ikawa ni lazima ile haki, people understand, ile haki aliyokuwa nayo shetani alipwe, apewe mbadala. Unaelewa nikisema apewe mbadala? Yaani una kiwanja hiki, kuna kiwanja hapa, sisi kanisa tunalitaka, tunakitaka. Inalazimu mwenye hichi kiwanja tumpe chenye thamani ya hicho kiwanja au zaidi ya hicho kiwanja. Kuna saa gharama unayotoa si kitu kuliko kile unachohitaji. You understand? Kwa hiyo ikabidi, nisikilize tu hapa, because you get to understand kwa nini maisha yanapaswa kuwa yanavyopaswa kuwa, na kwa nini maisha hayapaswi kuwa yalivyo. Hujaelewa chochote. Nimesema kuna namna maisha yanapaswa kuwa na hayajawa. Kuna namna maisha yapo na hayapaswi kuwa. Kwa Mungu anapomchukua Ibrahim ili kupitia yeye wanadamu wawe wake, anafanya naye agano. Anasema kuanzia wewe watu wa dunia watabarikiwa sasa. Kwa kuwa kilichokuwa kimekosekana katika jamaa ya wanadamu ni baraka. Zilikosekana kuanzia wapi? Kwenye anguko. Inaeleweka mpaka hapo? Inaeleweka mpaka hapo? Okay. Sasa huyu Abrahamu na vizazi vyake wakafanyika mzaliwa wa kwanza. Huyu Abrahamu na vizazi vyake wakafanyika mzaliwa wa kwanza. Kwa nini wakafanyika mzaliwa wa kwanza? Kwa kuwa ndiye wa kwanza kuitwa kwenye imani na Mungu, kwamba baada ya yeye na uzao wake wengine watafuata. Mpaka hapo inaeleweka? Mpaka hapo inaeleweka? Ibrahimu alifanyika nani? Kwa sauti, Ibrahimu akafanyika nani? Wonderful. Sasa kwa lugha ya kiroho,
kila mzaliwa wa kwanza anaitwa mlango. Haitwi mlango, anaitwa lango. Mlango na lango ni vitu viwili tofauti. Lango ni kubwa. Lango ni kubwa. Ukubwa unamaanisha upana, urefu, uwezo wa kupitisha vitu zaidi ya kimoja au vitu vya volume tofauti kwa wakati mmoja. Na mlango bado unafanya wajibu ule ule wa kupitisha, lakini kwa kweli kinachopita hapo ni kidogo. Inaeleweka hapo? Kwa hiyo mzaliwa wa kwanza, unaelewa? Lakini nimesema hivi, aliyeanza kuitwa ni nani? Ibrahimu. Kwa hiyo Ibrahimu akafanyika nani? Mzaliwa wa kwanza, sio mlango. Ibrahimu akafanyika nani? Aliyeanza kuitwa nani? Tafadhali, aliyeanza kuitwa nani kanisa? Ibrahimu akafanyika nani? Kwa lugha ya kiroho, mzaliwa wa kwanza yeyote ni lango, sio mlango. Imeeleweka sasa? Haya, jambo la kwanza nimesema nini? Ibrahimu alifanya nini? Aliitwa akawa nani? Mzaliwa wa kwanza. Jambo la pili, kwa lugha ya kiroho, mzaliwa wa kwanza yeyote sio mlango, ni nini? Lango. Okay, nisikilize. Tofauti ya lango na mlango ni kwamba mlango ni kubwa, vinapita vitu vikubwa hapo, na vinaweza vikapita zaidi ya kimoja kwa wakati mmoja. Hiyo ni nini? Okay. Sasa jambo la tatu, nisikilize. Jambo la tatu is a trap, ni mtego. Baada ya shetani kushtukia huo mpango kwamba hey, kumbe amejichagulia mzaliwa wa kwanza, na kumbe mzaliwa wake wa kwanza ndio mahali anapitisha vya kwake. Kwa nini mzaliwa wa kwanza kwenye context ya kiroho sio mlango, ni lango? Kwa sababu kwa Mungu hakunaga vitu vidogo vidogo. Mungu analetaga vitu vikubwa vikubwa ambavyo haviwezi kupita wapi? Mlangoni. Vinapita wapi? Langoni. Do you understand? Kwa hiyo shetani, tunakubaliana kwamba kwenye lugha ya kiroho mzaliwa wa kwanza ni mlango, ni lango. Tunakubaliana hapo? Okay, twende, naomba tutafute hatua kwa hatua. Nitafutie mstari unaosema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza kwenye Biblia. Nitafutie mstari wa pili unaosema inueni vichwa vyenu enyi malango. Hiyo mistari miwili tu ili wanielewe, because hiyo mistari ipo kwenye Biblia. Mtu yote aliyepata? Kutoka ngapi? Kutoka ngapi? Kutoka 4:20. Kutoka 4:22 anasema, nawe umwambie Farao, Bwana asema hivi, Israeli ni mwanangu mimi, mzaliwa wangu wa kwanza. Sio mimi, mastai nasema. Aliyesema nani? Angalia kule wewe, aliyesema nani? Kwa hiyo Israeli ni mzaliwa wa kwanza wa nani? Wa Mungu. Lakini kwenye lugha hiyo hiyo ya kimungu, mzaliwa wa kwanza ni nini? Lango. Yakiwa mengi malango, likiwa moja lango, yakiwa mengi malango. Haya. Nini? Zaburi ya 24:7. Weka Zaburi ya 24:7. Anasema wewe, inueni vichwa vyenu enyi
malango. Inukeni enyi malango ya milele. Mpaka saa hii, mabibi na mabwana, nasikitika kuwatangazia ya kuwa kuna watu hawajaelewa hata chochote kinachoendelea. Jambo la kwanza, Kutoka ngapi? 4:22. Mungu anasema Israeli ni mzaliwa wangu wa kwanza. Jambo la pili, mzaliwa wa kwanza kwa lugha ya huko kwa Mungu anaitwa lango. Tunajuaje? Tunajua kwa sababu tukija kwenye Zaburi ya 24 anasema inueni vichwa. Neno vichwa, wewe, neno vichwa ndio the key word, kwa sababu mlango kama hivyo ulivyo hauna kichwa. Anaposema inueni vichwa vyenu, neno vichwa na neno vyenu inamaanisha hawa ni watu wanaosemwa hapa. Inaeleweka neno hili kwamba inueni vichwa vyenu, hao ni watu. Neno enyi, hao ni watu bado. Malango, malango tena ndiyo, kwa sababu mzaliwa wa kwanza huwa anaitwa nani? Kwa sauti kuu, mzaliwa wa kwanza huwa anaitwa nani? Lango. Kwa kuwa ni wengi wanaitwa malango. Anasema inukeni, yani inukeni ni watu, sio vitu. Ni watu wanaambiwa nini? Inukeni. Ni watu wanaoambiwa nini? Kuna mahali nataka tufike na haitachukua muda mrefu kabla hatujafika. Ninachotafuta ujue ni mahali damu ya Yesu ilipoanzia, kwa sababu na kufundisha kuhusu damu ya nani? Ya Yesu. Nikasema ili upate kujua mahali ilipoanzia, basi anza kujua mahali habari nzima ya maisha haya ya ufuasi yalikoanzia. Kwa hiyo yalipoanzia ni Mungu alimchagua Ibrahimu, akamwita Ibrahimu, akasema wewe ni wangu, akafanya naye agano. Mwishoni anasema Mungu kwamba Israeli ni mwanangu, ni mzaliwa wangu wa ngapi? Wa kwanza. Si hapo tumeelewa wote? Jambo la pili, kwa lugha ya huko kwa Mungu, kwa lugha ya kiroho, kiroho cha kwa Mungu, kila mzaliwa wa kwanza anaitwa lango. Kila mzaliwa wa kwanza anaitwa lango. Nadhani neno lango linawavuruga. Basi kila mzaliwa wa kwanza anaitwa geti. Kuna tofauti kati ya lango, mlango na geti. Tofauti ni kwamba moja, geti linapitisha magari na watu, hata punda, hata ng'ombe, chochote. Kwa sababu gate ni Kiingereza, Kiswahili chake ndiyo lango. Tunakubaliana hapo? Tunakubaliana hapo? Nauliza tena, kanisa, tunakubaliana hapo? Kwa hiyo kila aitwaye mzaliwa wa kwanza, huyo machoni pa Mungu hatazamwi kama mtu, anatazamwa kama nini? Sio lango. Tuongee Kiswahili tunachotumia. Anatazamwa kama nini? Geti. Hebu mageti yote yaliyoko hapa yasimame. Mageti yaliyoko hapa yasimame haraka. Cheki migeti hiyo. Mpe Yesu makofi mengi kwa ajili ya hayo mageti. Tofauti, wewe una wadogo zako wangapi? 7. Wewe ni wangapi? Wa kwanza. Jumla mko wangapi? Jumla mko 8. Inamaanisha vitu vikubwa 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 kwa structure
ya governance au divine government, serikali ya mbinguni, vinapitia kwako. Na vinapopitia kwako sio lazima viwe vyako, sio lazima. Geti linapitisha gari, lakini lenyewe halimiliki gari, ila bila geti gari halipiti. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwenye familia watu wamebarikiwa, watu wana vitu, watu wana heshima, kumbe lango la kupitishia hivyo vitu ni yule wa kwanza kuzaliwa. Kwa nini? Kwa sababu practically, by definition and by the whole sense, wa kwanza anaitwa nani? Mzaliwa wa kwanza. Mzaliwa wa kwanza anaitwa nani? Lango. Kazi ya lango ni kupitisha vitu vikubwa. Vitu vikubwa sio vya mmoja. Si lazima kila kinachopita kwenye lango kiwe cha lango, sio lazima. Inaeleweka hapo? Kaa sasa, kaeni enyi malango, kaeni enyi mageti. Jambo la tatu, so shetani akagundua kwamba amemchagua Ibrahimu, amemfanya mzaliwa wake wa kwanza, na amemfanya lango la kupitisha mema yake. Huko kwa Mungu vinakuja vitu vikubwa people. Shetani alipoona hivyo, akainuka na ajenda namba 2 ya kumfanya huyo mzaliwa wa kwanza, huyo lango, kuwa mtenda maovu. Kwa kitu alichofanya, namalizia, akaanza kumwabudisha mzaliwa wa kwanza ibada za miungu. Umeelewa sasa? Ndipo nisikilize. Kwani niliwaambia uovu nini? Sikuua mtu. Kwani wana wa Yakobo walimfanya nini Yusufu? Walimuua. Kwanza kabla ya kumuua walitaka kumuuza, walitaka kumuua. Walimuua kwanza. Ndio, kwa sababu walikubaliana huyu tumuue, sawa. Lakini Rubeni akatumia akili, akasema tumtie kwenye birika moja wapo, kama kaka tu. Yani kuna ile mbegu ya kwamba yeye ni wa Mungu, ni lango, ni mzaliwa wa kwanza, ndio akawa salimika. Lakini mpaka kufikia hatua ile, si walishamuua? Wanafanya uuaji baada ya wao kuwa wameshachaguliwa na Mungu. Inamaanisha wamepelekwa kwenye kuabudu miungu tayari. Inaeleweka mpaka hapo? Asante sana kwa kuelewa. Jambo la kwanza nimesema nini kanisa? 1, 2, 3 wote. Ibrahimu anaitwa kuwa nani? Kuwa mzaliwa wa kwanza. Jambo la pili, mzaliwa wa kwanza ni nani? Lango. Maelezo, kuna tofauti kati ya lango na mlango. Lango linapitisha vitu vikubwa. Okay. Jambo la tatu nikasema ni hila. Adui alipoona amejichagulia mzaliwa wake wa kwanza, akamuingiza tena kwenye ibada za miungu, na miungu ni adui. Niweke hapa Waamuzi 5:8. Ni 5:8 au 8:5? 5:8. Walichagua miungu mipya, ndipo kulikuwa na vita malangoni. Je, ilionekana ngao au mkuki katika watu 40,000 wa Israeli? Ile kuabudu miungu, mtu wa kwanza kuharibika ni mzaliwa wa kwanza, yule ambaye Mungu anamwangalia kama mlango wa kupitishia vya kwake. Mzaliwa wa kwanza kisha haribika, vya Mungu havina pa kupitia, hamna.
Mzaliwa wa kwanza akiharibika, vya Mungu havina pa kupitia kuja kwenu. Kwa nini havina pa kupitia? Kwa sababu mlango wa kupitisha vya Mungu unaitwa nini? Jibuni. Unaitwa nini? Actually sio mlango, ni lango la kupitisha vitokavyo kwa Mungu. Unaitwa nini? Sawa. Sasa shetani kwenye namba 3, nimesema namba 3 ni hila. Kwenye namba 3 shetani alipowaingiza kwenye ibada kwa miungu, kilichofuata ni kila mzaliwa wa kwanza yuko kwenye vita. Vita gani? Vita gani? Mizimu sasa ina haki, mapepo sasa yana haki, wachawi sasa wana haki, magonjwa sasa yana haki, mauti sasa ina haki. Hao wote niliowataja na wengine wengi wanachofanya na kitu kimoja. Wanapoona kuna kitu kinakwenda kwa mastai, mastai anaanza kupigwa, anaanza kuota kwenye ndoto za ajabu, nyoka kamwinukia, sijui nini, vitu vya ajabu. Siku inayofuata kitu fulani kilichokuwa kinakuja kimepeperuka. Kumbe kile kilichokuwa kinakuja sio kwa ajili ya mastai tu, pengine ni kwa ajili ya kwa mastai na wengine wowote connected to mastai. Lakini kama mzaliwa wake wa kwanza lazima vipitie wapi? Kwake. Lakini sasa yuko na nini? Yuko na nini? Na vita. Mama Kileo anaelewa. Mastai yuko kwenye nini? Kwenye vita. In this case, nitampiga mchungaji na kondoo. Kwa nini watatawanyika? Watakosa malisho. Sasa unajua kisoma hili andiko, wao wanawaza tu mchungaji majoho. Sio maana yake. Maana yake anayepigwa ni yule aliyeambiwa inueni vichwa vyenu enyi malango. Imeeleweka mpaka hapo? Hilo ni jambo la ngapi? Ni la 4 bwana. Jambo la 4 nimesema Waamuzi 5:8. Nini? Vita. Kwa nini? Kwa sababu kwenye jambo la 3 mzaliwa wa kwanza au lango ameabudishwa miungu. Imeeleweka? Jambo la 5 ndipo Mungu analeta mpango wa ukombozi, sio wa wokovu, ni wa ukombozi. Hilo ni jambo la ngapi? La 5. Katika mpango huu lango linapakwa damu. Linapopakwa damu ya mwanakondoo, ile damu ni kiashiria cha urejesho wa kilichotoka na kupotea kupitia ile lango. So ile damu ya mwanakondoo kwenye lango ilikuwa ni a symbol connoting the restoration of the lost that fizzled off through the same gate. Mungu alipoweka damu kwenye lango, alichokuwa na maanisha ni ule uharibifu mkuu. Badala ya malango kupitisha uzima, yakawa yanapitisha kufa. Mungu alikusudia mauti isiingie tena mahali mzaliwa wake wa kwanza yupo, ambapo huyu mzaliwa wa kwanza asipotembelewa na mauti, na wazaliwa wengine wote wako salama. Hilo ni jambo la ngapi? Jambo la 5. Kwa hiyo katika jambo la 5, damu ya ukombozi mahali pake ni malangoni. Kwenye jambo la 6 nataka kuongelea spiritualization. Sema spiritualization. Kwa Kiswahili sema ukirohoshaji. Sasa
kwenye kukirohoshesha sinisema ukirohoshaji. Sasa ninapotaka kukirohoshesha nasemaje? Si kwenye ukirohosheshaji. Asante. Kwenye ukirohosheshaji, in the process of spiritualizing, take note of the following. Kila kitu chenye sura, kila kitu functionally, kila kitu ambacho kwenye umuhimu wake, matumizi yake, nia yake, kina sura ya mwanzo, hicho kinaitwa, yani mbele za Mungu kina hadhi ya utakatifu. It's divine. Narudia maelezo yangu. Kila kitu, nisikilize, kila kitu ambacho ukikiangalia ukalinganisha na vitu vingine, chenyewe kina ukwanza. Si kuna ukwanza na upili na utatu? Kila kitu ambacho ukikitazama in the essence, kwa ndani, unaona ukwanza ndani yake, kile kitu huwa sio cha kawaida. Kwa nini sio cha kawaida? Kwenye ulimwengu wa roho, machoni pa Mungu, kile kitu ni wakfu. Kwa hiyo nisikilize vizuri. Mimi nataka tuende taratibu, nitumie lugha ya kawaida. Kwa mfano, wacha nitoe mfano. Tuongelee kwanza siku ambazo siku na matukio, siku au tukio ambalo ukiliangalia kwa ndani si la kawaida, lina sifa ya ziada, lina tabia ya ziada. Kama nini? Siku au tukio au jambo. Siku ya kuzaliwa, sawa? Siku ya kuzaliwa huku mjini watu wanazaa tu, yaani wanazaa hata nyumba ya jirani hawajui. Kule kijijini mwanamke akizaa watu hawaendi kulima, wanakwenda kuchota maji, wanakwenda kupeleka kuni, wanakwenda kupika. Wanaume hawaendi kunywa pombe, wanatafuta ng'ombe wa kuchinja. Maisha yanabadilika kwa sababu mtu amezaliwa. Wanawake wa kijijini wanapishana hapo nyumbani kwa zamu. Mtu hawezi kuzaliwa kule kama huku watu wanazaa tu bila maelezo. Yaani unazaa, unarudi nyumbani, ndio mama mkwe wako anajua baadaye. Lakini sasa mama mkwe wenyewe wamekaa kichawi tu. Inabidi wakati mwingine wafichwe mpaka mtoto angalau kitovu kimedondoka ndo anataarifiwa. Sasa mama mkwe wenyewe hapa Dar es Salaam hawaeleweki. Yaani wamekaa kama wamelogwa. Sio wote, ila baadhi. Kwa hiyo unakuta mwanamke ameshika mimba, mama mkwe hajawahi kujua. Anaenda kujifungua, mama mkwe hajui. Anakaa mwezi mzima, ndio sasa wanakaa. Sasa tumwambieje? Natafuta lugha. Tulikuwa tumezidiwa na nini? Yaani nyinyi mnakuwa kama sio wa Kristo kabisa. Jamani, haya mambo ni ya mwaka 2025. Embo 2026 twendeni kama washindi, twendeni kama watakatifu, twendeni kama wazaliwa wa kwanza. Malango ya kupitisha ahadi za Mungu kwa ajili ya wengine wajifunze kwetu. But nilikuwa naelezea siku mtoto anazaliwa, ilikuwa ukichambua sio siku ya kawaida. Ni siku kuna vitu vya ziada vinatarajiwa. Ni siku ambayo wasiokutanaga watakutana.
Familia ambayo hawana tabia ya kukaa pamoja na kuongea, mtoto akizaliwa yule mtoto atawakutanisha. Lakini ni siku ambayo mwenye grudge, mwenye machungu yake moyoni, hata kama alikuwa hajasema, hatajulikana. Kwa nini? Mbona hajaja kumwona mtoto? Ile kwamba hajaja kumwona mtoto itawajulisha kwamba huyu jamaa ana kitu ambacho hakijakaa sawa. Mtaenda kumtafuta, muulize, mbona tumekwambia una mjukuu huku, au sijui una nani wako, mbona vipi? Ndio mtajua kuna mahali mlimkoseaga. Asingezaliwa huyo mtoto, mngeishi hivyo hivyo. Kwa maelezo hayo na mengine mengi, siku mtoto anazaliwa huwa sio siku ya kawaida kwenye ulimwengu wa roho, kwenye a spiritual well view and practice. Inaeleweka? Hebu nipeni, tunafanya nini sasa hivi? Tunafanya nini? Tuko kwenye jambo la ngapi? Jambo la 6. Tunafanya nini sasa? Naam, spiritualization. Hicho ni kizungu. Twende Kiswahili, mimi naongea Kiswahili sahihi. Tunafanya ukirohoshaji. Kwa hiyo tunaangalia kwenye maisha yetu, nimesema vitu fulani, matukio fulani, mambo fulani, hata nyakati fulani, majira fulani, yanayoonekana yana ziada ndani yake, huwa kwa kawaida ni malango, na kila lango lina vita, na kila lango linakubaliana na damu ya Yesu. Kwa nini kila lango linakubaliana na damu ya Yesu? Kwa sababu damu ya kondoo ilipomwagika mara ya kwanza ilipelekwa wapi? Kwenye malango. Kwa nini ilipelekwa kwenye malango? Waamuzi 5:8. Palikuwa na ibada kwa miungu, pakawa na vita kwenye kila kinachoitwa lango. Kazi ya ile damu ni kurudisha nini? Ni kufanya urejesho, restoration. Sasa ninawapeleka kwenye a very normal practices of life. Nia yangu ni ujue sasa ni wapi unaitumia damu ya Yesu. Inaeleweka? Siku gani kwa mfano nyingine? Siku ya kustaafu. Siku mtu anastaafu mahali, haipaswi kutazamwa kikawaida. Unastaafu, watu wanafanya sherehe. Unastaafu, watu ndio siku hiyo wanaongea kwa wazi yale ambayo walikuwa hawawezi kuongea ukiwepo, wanakulani siku hiyo. Ni siku. Kwa hiyo hiyo siku ni mzaliwa wa kwanza, kwa sababu inaanzisha kitu kipya. Kabla hujastaafu walikuwa hawawezi kuongea, ambayo leo wanaongea kwa wazi. Kwa hiyo kustaafu kunaanzisha kitu. Ile siku sio ya kawaida. Siku gani nyingine? Tuongele kwanza siku gani nyingine? Ya kuoa. Kwa nikitoa maiki, kila mtu anaweza kaiongelea siku ya kuoa jinsi isivyo ya kawaida. Siku gani nyingine? Tukisema ya kuoa tunamaanisha ya kuolewa pia. Kuoa na kuolewa au kuoana. Siku gani nyingine? Ya kufa. Siku ya kufa ni noma. Ni janga. Siku ya kufa. Acha bwana. Siku gani nyingine? Naam? Ya kupata kazi. Yaani siku ya kupata kazi mambo yanabadilika. Yesu na Maria. Ndoto zinabadilika, mbwembwe zinaanza, miondoko inabadilika, mipango, yani ndani ya mtu mabadiliko yanakuwa, vitu vipya vinaanza. Tedi umesema siku gani? Ya interview. Kuna watu wameomba kazi, hawajawahi kuitwa kwenye interview. Ameomba kazi mara 50, hajawahi kuitwa kwenye interview. Piga picha siku ameitwa kwenye interview ya kwanza. Siku gani nyingine kwa mfano?
siku ya kipaimara exactly, siku mtoto anaanza kuitwa mtu mzima kiroho. Inakuwaje siku ya kawaida? Ni lango, ni mzaliwa wa kwanza. Kwa vile ni lango, inapitisha vitu. Hivyo nanielewa? So if you look deep into the practice of life, there's a lot of details. Kuna vitu vingi, vingine ni vidogo vidogo sana. Jinsi unavyoviburuza unaharibu. Kwa mfano, kuna Jumatatu mpaka Jumamosi, ni sawa na Jumapili? Jumatatu inaitwa siku ya Bwana, Jumapili inaitwa siku ya Bwana. Jumanne inaitwa siku ya Bwana, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi. It matters how do you behave kwenye siku ya Jumapili. Kuanzia asubuhi yake mpaka usiku wake, mpaka ukiona saa 6:01, inamaanisha sasa kama ni kulinda vya kwako umevuka. Unanielewa kweli? Tunafanya nini? Mama, tunafanya nini? Tunafanya nini saa hizi? Tuko kwenye jambo la ngapi? La 6. Jambo la 6 nini? Unini. Ukirohoshaji. Tunakirohosha. Tuko kwenye ukirohoshaji. Inaeleweka mpaka hapo? Sasa ukiangalia, tumeongelea tu kwa mfano siku. Mimi hapa nimetaja kwa mfano siku mtoto wa kike anavunja ungo. Hiyo siku inakuwaje ya kawaida? Because formally now mna mtu mwenye potence ya kuzaa. Kama ni ya kawaida kwenu, kwa sababu mnashughulika tu na kutunza ile damu, sio ya kawaida kwa mapepo, sio ya kawaida kwa mizimu ya mlikotokea, sio ya kawaida kwa wachawi, sio ya kawaida kwa malaika wa mbinguni, sio ya kawaida machoni pa Mungu. Ni lango, is a beginning. Damu ya Yesu does not just work haphazardly. Ni lazima ujue unailocate wapi. Kwa nini damu ya kondoo ilipelekwa moja kwa moja mlangoni? Kwa nini sio kwenye paa? Kwa sababu Passover is to pass over the roof. Lakini Passover, a symbol for the Passover was on the mlango. Kwa nini haikuwa juu ya paa? Kwa nini mlangoni? Kwa sababu wewe ni lango, na kwa sababu kila lango lina vita, na kwa sababu dawa ya vita ni damu. Siku za kutoka ilikuwa damu ya mwanakondoo. Siku za wewe ni damu ya mwanakondoo wa Mungu anayeitwa Yesu Kristo. Sasa damu yake unaipeleka wapi? Unapoombea watoto wako, unamwombea nani kimkakati ili nini? Hajaelewa. Kama maombi yanalenga mahali jicho la Mungu linalenga, hayo maombi yataleta nini? Matokeo. Na kwa nini? Kwa hiyo jambo la ngapi? La 7. Jambo la 7 jiepushe kuto kuzoea aina hiyo ya matukio, aina hiyo ya siku, aina hiyo ya watu, aina hiyo ya maelezo. Usizoee. Kwa mfano, chakula cha Bwana ni kitu kisicho cha kawaida, lakini watu wakizoea inakuwa ya kawaida kiasi kwamba kushiriki na kutoshiriki hakuna tofauti. Kwa nini kunakuwa na hakuna na tofauti? Kwa sababu watu wamefanya nini? Wamezoea. Kwa hiyo kuzoea, hata kuja kushiriki hajajipanga. Kuna kushiriki na alikuwepo Jumapili, lakini hata hajui kuna kushiriki. Saa ya kushiriki huyo kaenda. Whereas mtu mwingine
anajua kwa kushiriki, amelia na Mungu wake, anakuta kuna kushiriki ya kujiandaa. Mwingine anasema sishiriki, sijajiandaa. Kuna mtu nimegombana naye, sijatengeneza naye. Ile siku ambayo milango ikiheshimiwa yani, kwa sababu hata kama unafanya kazi ofisi ya rais na mnaongea vizuri, siku ya uhuru rais anapita hapa, utamfanyia hivi? Hawa hiyo utaweza? Hata kama ni mama yako, utaweza kwenda kusocialize naye? Kwa nini unashindwa pale wakati ni mama yako? Hata yeye akifanya hivyo atakuwa ameizoea ile siku kiasi kwamba haina uwezo wa kupitisha vile vya kiroho vinavyotakiwa kupita, kwa kuwa ile siku ni gate. Maana yake nini? Havipiti bila malaika kuvibeba. Kitu kinapopita kwenye siku yako ya kuzaliwa hakiji chenyewe, vitu havitembei, vinabebwa. Kama hakuna kumcha Bwana, kama hakuna hofu, kama hakuna kuitukuza. Kwa nini imeandikwa ikumbuke siku ya Bwana uitakase? Kwa nini imeandikwa hivyo? Yaani uitakase, ifanye kuwa siku ya kutisha. Usizoezoe, usiende, usikatize katize kama ng'ombe. It is an order. It's not coming from me. It comes from He Himself. Him, our Creator. Jinsi unavyoitukuza ile siku, ndivyo kila ukiingia ibadani maisha yako sio yale tena. Kila ukiingia ibadani. Kwa nini? Ibada inapitisha vitu kutoka kwa Mungu kuja kwako. Kwa nini sasa inapitisha? Kwa sababu umeruhusu malaika wabebao wawe na pakupita ili wavifikishe kwako. Jumapili haijatakaswa, ni geti lakini limefungwa. Geti lilofungwa utapitaje? Nimetoa mfano wa ibada, mfano wa kipaimara, mfano wa ubatizo, mfano wa siku ya kushiriki chakula cha Bwana, mfano wa sijui mtoto anaolewa, mfano wa sijui mtoto anaoa, mfano wa kila kitu, mfano wa sijui mtoto anafanya mtihani, mfano wa sijui. Kuna vile vitu ambavyo ni rare, kikitokea maisha yanatikisika. Vile vitu ni vya kiroho, na chochote cha kiroho kinavuta vita, yani mauti. Lakini mkijipanga, kinavuta damu ya Yesu, yani damu ya Yesu inatenda kwa wepesi na urahisi siku hiyo, katika tukio hilo, katika mazingira hayo. Sasa nakufundisha ili ujue ni mahali gani unatumia damu ya Yesu. Je, na siku ya mwaka mpya? Je, na siku ya tarehe 1 ya Januari? Lakini tarehe 1 kwenye mapambazuko, nuru ya siku ya kwanza ya mwaka, ninakosaje kuwepo madhabahuni? That introspective view about that is the actual spiritualization I'm talking about. Imeeleweka? Kwa ningeweza kuongea masana kutoa mifano na mifano, nikaingia sasa mpaka kwenye maisha ya watu huko ndani. Itoshe wewe kuelewa. Cha kuondoka nacho ni pale unapotazama hali fulani, mazingira fulani, matukio fulani, namna fulani,
Unaona hii si mbona sio ya kawaida? Peleka damu ya Yesu pale. That is where it works best and bears the fruition. Kwa mfano 2026 lazima uwe mwombaji. Ukishindwa kuomba siku zote, Jumapili usishindwe kuomba. Kwa nini Jumapili usishindwe kuomba? Jumapili sio siku ya kawaida. Kwa vile ni siku ya Bwana, ina maana mbingu ziko wazi. Kwa hiyo ukiinua damu ya Yesu, ukiinua damu ya Yesu, inakuconnect, inaleta ile ngazi Yakobo aliyoiona kati ya mahali kichwa chake kipo na mbingu zilipo, na malaika wakishuka na kufanya nini? Kwa nini? Kwa sababu ni mzaliwa wa kwanza wa siku za wiki. Kwa kuwa ni lazima uamke usiku kuomba. Uamke kuomba saa ngapi? Usishindwe saa 6 na dakika 1 au saa 6 kamili kwenda saa 6 na dakika 1. Ukiweza sukuma mpaka saa 9 au saa 8. Kwa nini saa 6? Kwa sababu ni siku inageuka. Wasije wakahamisha vya leo kupeleka kesho. Wasije wakazuia vya kesho vikabaki kwenye leo. Kwa nini saa 8? Saa 8 inaitwa usiku wa manane, the 9th of the 8th hour. Ni saa giza, yani ni saa giza limeshikana na mbingu na nchi kisawasawa, ni saa 8. Ukiacha tu lile giza bila kulishughulikia, linakuja kufunika kila kitu chako. Saa 8 uko macho, unapambana na giza la saa 8, kwa sababu ni usiku wa manane. Ni saa inayo attract vita. Kwa hiyo ni saa ina attract damu ya Yesu. Inaeleweka? Sasa umeelewa connection ya matukio, nyakati, majira na damu ya Yesu? Umeelewa? Umeelewa mahali damu ya Yesu imeanzia? Kwa sababu kwenye Agano la Kale ilikuwa damu ya kondoo. Kwenye Agano Jipya kondoo ni Yesu mwenyewe. Kwenye Agano la Kale damu ya kondoo juu ya mzaliwa wa kwanza. Kwenye Agano Jipya mzaliwa wetu wa kwanza anaitwa Yesu. Sisi ni wadogo zake. Yeye ndio lango, anapitisha vya kwetu. Teddy, nitafutie mahali imeandikwa Yesu ni mzaliwa wa kwanza, ili wasije wakaona naunga maneno alafu namalizia hapo. Kwa hiyo embu hii ibada itakase, ikumbuke siku ya Bwana, uitakase. Embu fanya kitu cha ziada kwenye hii ibada. Embu saa tunaomba, mimina moyo wako. Embu na nyinyi mlolala saa hiyo amkeni. Leo ni siku ya kwanza. Saa hii ndio tuko kwenye nuru ya kwanza ya siku. Siku zote za maisha yetu zikawe na nuru mbele zetu. Teddy, hujapata huo mstari? Anasema maana wale aliowajua tangu asili, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Ni nani huyo anayekuwa mzaliwa wa kwanza Aila? Ni Yesu. Na mzaliwa wa kwanza ni nini? Geti. Na kazi ya geti ni kupitisha nini? Vitu vikubwa. Vya nani? Vya wengi. Lete ile Ayubu ngapi? Ayubu 38 ngapi? Weka hapo Ayubu 38 ngapi? Wewe tulikuwa pamoja jana. 38:12. Weka basi tumalize haraka. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Jana nilisema siku ni ngapi? 365 za mwaka gani? 2026. Zimeanza lini? Leo. Hapo anasema nini? Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako? Unaiamuru nini
Kuna amri isiyo na mantiki. Kila panapokuwa na amri, ina maana kuna mantiki inakuwa communicated, lakini sio kwa kuomba, sio kwa kubembeleza, sio kwa kusihi, sio kwa kupendekeza, ni kwa kuamrisha. Anasema umerudisha pale, umeyajulisha mapambazuko mahali pake. Mapambazuko yanatakiwa yaambiwe maneno. Alafu mstari ule unaofuata unasemaje? Ule uleta yapate kushika miisho ya nchi, waovu wakung'utwe wakawe mbali nayo. Yesu na Maria. Hata mstari nilikuwa sijauona. Yaani unapoamrisha siku, unapoyaamrisha mapambazuko, unayaambia yashike miisho ya nchi. Yasishike tu hapa, yashike mpaka huko. Nikisafiri kwenda Marekani niwe salama. Kwa sababu kazi ya waovu ni kuvizia. Wewe uko salama tu hapa kwenye KKT Kimara, hapa kwenye Dar es Salaam. Ukitoka tu ajali. Kwa sababu kule hujaiamuru damu ya Yesu kwa ajili yako. Maisha yako ya kiroho ni hapa. Ni siku ya kutoa amri kwamba mapambazuko yashike miisho ya nchi, waovu wakung'utwe. Hivi unaelewa maana ya kukung'uta na kuondoa? Haelewi. Nataka kutoa mfano wa kukung'uta. Leso utakung'utaje Teddy? Wewe, Jo, lete koti. Safi sana. Yaani kukung'uta, unapokung'uta kwanza lazima ushike kwa namna ambayo hakuna kilichoko kitasalia. Umeona? Nataka kufanya nini? Sasa kung'uta uweze kufanya hivi. Angalia unavyofanya. Ni hivi. Hamna kitu kitabaki. Na huwezi kukung'uta kama hakuna cha kukung'utwa. The fact that piece of scripture is in the Bible inamaanisha hata mwaka mpya ulioanza dakika hii una vitu vya kukung'uta. Mpe Yesu makofi, mpe Yesu makofi. Kwa hiyo spiritual resonance 2026 ni kitu natakiwa. Kwa ule mstari wetu tutakao tembea nao mwaka huu, tumeshaanza kutembea nao. Weka ile stika hapa. Anasema naye Bwana yeye, yani naye Bwana alafu yeye ndiye atakaye nitangulia, atakuwa pamoja nami, hata nipungukia wala hata niacha. Siogopi wala si fadhaiki. Haimaanishi usifuate sheria za Bwana wala za watu wala za kwako binafsi. Kwa sababu kuna vitu, kuna vazi ukilivaa kila kitu kinasema huyu Bwana hayuko naye. Hata wewe mwenyewe unajua kwenye hii Bwana nitakuwa nimemwacha mahali, tamrudia baadaye. Mimi ni mbarikiwa, hey. Mimi nimeinuliwa na Bwana, hey. Mimi ni mbarikiwa, hey. Mimi nimeinuliwa na Bwana, hey. Mimi ni mbarikiwa, mimi ni mbarikiwa, hey. Mimi nimeinuliwa na Bwana, hey. Mimi ni mbarikiwa, yoyo. Mimi nimeinuliwa na Bwana, hey. Mimi ni mbarikiwa, hey. Mimi nimeinuliwa na Bwana, hey. Mimi ni mbarikiwa, yoyo. Mimi nimeinuliwa na Bwana, hae baraka, he, hae baraka, nimerithi baraka zote za Ibrahim, naimba baraka, he, hae baraka, nimekuwa mrithi wa uzima, naimba baraka, he, hae baraka, nimerithi baraka zote za Ibrahim, naimba baraka, he, hae baraka,
Na mimi sasa nataka nisome neno la Mungu kutoka Mithali sura ya 16 mstari wa 3. Unasema hivi: mkabidhi Bwana njia zako na mawazo yako yatathibitika. Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Na Zaburi ya 37 mstari wa 5 unasema hivi. Zaburi ya 37 mstari wa 5 unarudia maneno yale: mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini, na yeye atafanya. Ataitokeza haki yako kama nuru, na hukumu yako kama adhuhuri. Ukae kimya, ungojee kwa saburi. Ni shauku ya moyo wangu, na hata sasa ni maombi yangu kwa Bwana, kwamba wewe uliyekuja kwenye ibada hii uwe na kitu cha ziada kwenye maisha yako tunapoendelea sana katika mwaka huu ambao tumeuanza. Kwa hiyo zaidi ya kumshukuru Mungu kutufanya sisi kuwa warithi wa asubuhi ya mwaka, na tena kuirithi miguuni mwake, madhabahuni pake, kwa njia ya ibada na sadaka na machozi tunayokwenda kuyaachilia, ni fursa yetu pia kumwomba Mungu atupe siku nyingine tena kama hii. Lakini pia nataka nikutazamishe kwenye neno hili la kumtumaini Bwana, la kujikabidhi kwa Bwana, la kumgoja Bwana kwa saburi, kumtegemea. Mtu asiye na sababu ya kumtegemea Bwana ni mtu asiye na ndoto yoyote. Lakini mtu fulani anayeona kwamba mwaka huu yumkini nitafanikiwa, nitaweza hili, nitafanya hili, huyo ana ndoto. Basi na kila mwenye ndoto inampasa kumkabidhi Bwana hiyo ndoto, kujikabidhi yeye mwenyewe kwa Bwana, kumtumaini Bwana, kufanya bidii katika haki na kazi, kufanya bidii katika ibada, kuenenda kiroho. 2026 Mungu akuvue vazi la mazoea. Ile namna uliozoea kulala, badilisha hata ile position ya kulala, ile style ya ulalaji, zile saa, badilisha vitu fulani vya mwaka jana. Hemo mwaka huu ikiwezekana hata kitanda nenda kageuze kikae hivi, ili mradi tu toke. Hakuna sumu ya uzima kama routine mind. Unalala huombi, unaamka huombi. Hiyo story ilikuwa ni ya 2025. Kuanzia leo, kabla hujalala, hebu mshukuru Mungu. Kesho asubuhi ukiamka, hebu mwambie Mungu, asante kuniamsha, najikabidhi kwako. Mungu, umesema utakuwa mbele yangu, utaniongoza, hutaniacha, sintaogopa, sintafadhaika. Hebu jikabidhi kwa Mungu kwa namna hiyo. Start learning and practicing, making yourself used to a new culture, because this is a new season. 2026 ni zaidi ya mwaka mpya, ni majira. Ndio maana nimetangaza na kurudia, Bwana anakwenda kutubariki, Bwana anakwenda kutufurahisha, Bwana anakwenda kutushangaza. Mambo makubwa yanakwenda, kama hayatatokea kwenye makanisa na kwenye masharika, KKKT Kimara yatatokea. Heri kumjua Yesu Bwana, amka
anitambua mali yake anipotezi niko kwake. Simuliwe Sante zake moyo kweli. ni Yesu, Yesu tumtukuze. Simuliwe sifa zake, ana mwenzake moyo kweli. ni Yesu, ni Yesu tumtukuze. Nikikumbuka kama wewe, asante Yesu, ulivyo, asante Yesu. Naimba vibaya, sauti inakata. Nikikumbuka kama wewe Mungu ulivyo peleka afe azi chukue dhambi zetu, huyatambua ni vigumu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Roho yangu na ikuimbie roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Shikana mikono. Heri ni kuabudu kwa wema wako, shikana mikono. kwa wema wako, kwa wema. Asante Yesu. Heri, heri ni kuabudu kwa wema wako sasa na milele. Heri ni kuabudu Yesu, heri ni kuabudu kwa wema wako, kwa wema wako Baba yangu, kwa wema wako. Heri ni kuabudu, heri ni kuabudu kwa wema wako sasa na milele. Yesu, heri
nikushukuru Yesu, heri nikushukuru kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako, kwa wema wako. Heri nikushukuru Yesu, heri kwa wema wako sasa na milele. Heri heshima, heri heshima na enzi yako, na enzi yako, na enzi yako Baba. Heri heshima, heshima na enzi yako sasa na milele. Shikana mikono, tulia. Mwaminifu, mtakatifu, Mungu mkuu, Mungu mwenye enzi, Mungu wa kuabudiwa na kuogopwa, Mungu mwenye kuogofya, mwenye kutisha, Mungu mwenye enzi, mwanzo na mwisho, Alfa na Omega, usiye na wakufananishwa, uliyepo, uliyekuweko, utakaye kuwako. Katikati ya miungu hakuna Mungu isipokuwa mmoja, ndiwe wewe Bwana. Asubuhi ya leo, kwa wingi wa hofu na unyenyekevu, tunainama mbele zako, tunaishika miguu yako, tunaachilia machozi, tunamimina mioyo yetu miguuni pa Bwana. Tunakuabudu, tunakushukuru, tunakuheshimu, tunaliadhimisha jina kutoka mtima na vina vya mioyo yetu, mifupani mwetu. Tunakuabudu Baba, Mungu mwenye jicho lionalo. Ukainue macho yako ukatazame, e Bwana. Tumeshuka sasa, tumejidhili kabisa na kujinyenyekesha. Tumeweka mbali uovu na kiburi na kila namna ya kibinadamu ifanyikayo kwazo mbele za uso wako. Tunanyenyekea chini ya msalaba, chini ya msalaba wako. Tunaitumainia hiyo damu, damu ya haki, damu ya milele, damu ya amani, damu inenayo mema, sadaka yako mwenyewe, ili moyo wako upate kumsamehe asiyestahili hata kusamehewa, kama mimi nipate kusamehewa. Asubuhi ya leo ninanyenyekea sana, ninashuka Baba, na umimina moyo wangu ya kwamba Yesu, kumbuka rehema. Yesu, kumbuka msalaba. Yesu, kumbuka ahadi. Wewe uliweza kusamehe siku za Ahabu, hata yule Nebukadreza uliweza kumsamehe. Wewe ulimsamehe Daudi. Wewe uliwahi kusamehe hata waliojikatia tamaa. Wewe ulimsamehe hata Manase. Wewe ulimsamehe kila aliyekujia, kila aliyesema Baba, nimekuja kama nilivyo, nikubali kama nilivyo. Wewe uligairi uovu, maana kwako kuna msamaha ili uogopwe. Wewe ni Mungu mwenye kurehemu. Nikikumbuka Mungu ulivyompeleka mwana afe asichukue dhambi zetu,
kwani vigumu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe Bwana ulivyo mkuu. Roho yangu na ikuimbie jinsi wewe ulivyo mkuu. Baba mwaminifu, tumesogea mtini pako. Tumekuja kama mtu mmoja, sisi tulio wengi, tukinia mamoja. Asante kwa ajili ya Roho Mtakatifu wako, yeye atendaye katika kanisa, yeye aliye pamoja na kanisa ili kulitakasa. Kutoka siku hii ya kwanza tunanyenyekea, Mungu, tukapate kukubaliwa na wewe. Si kitu wanadamu wasipotukubali, si kitu wanadamu wakitutweza na kutushusha na kutusema mabaya na kutuwazia mabaya, si kitu kabisa. Si kitu tusipopata heshima machoni pao, si kitu tusipokubalika kwao. Lakini wewe, naam, wewe peke yako ukatukubali. Wewe Yesu Kristo, mchungaji mwema na mkuu, ukatukumbuke. Wewe ukatuvute karibu nawe tena na kututia muhuri kwamba Mungu wetu nasi tu watu wako. Tunakuja tukiomba rehema na kushusha na kutua mizigo ya dhambi miguuni mwako, tunazozijua hata tusizozijua, hata zile zilizotuzonga na kutuzinga na kutuzingira nyuma na mbele. Katika siku hii ya kwanza, hizo nazo hata zile zilizo ndogo sana, zote Baba tunazihukumu mbele zako. Utusikie, utusaidie. Hatuna Mungu mwingine, hatuna Baba, hatuna makimbilio, hatuna msaada. Msaada wetu ni wewe. Kumbuka uzao, umetupa watoto, umetupa ndugu, umetupa jamaa, umetupa marafiki. Tukumbukie, tukumbukie, tukumbukie. Rehemu kwa habari ya KKKT Kimara, kumbuka rehema. Kila ubaya wa KKKT Kimara ukafutwe na kuoshwa na kusahaulika mbele za Bwana. Naweka dhambi zangu juu yako Bwana, kuziondoa kwangu ulemea sana, na
damu. Kwa hiyo napo na uwailinda uwaili wangu ondoa dawa wayangu ni damu. Kwa hiyo napoa. Sema, Bwana Yesu, nanyenyekea Baba miguuni mwako. Sioni haki na uhalali wa kujihesabia haki katika lolote. Mimi ni mwenye dhambi, ni rehemu. Mwaka huu ninaomba neno kuu sana nifanye kuwa mshindi na kutafuta Bwana ukaniponye na hofu zangu, ukanitie nuru machoni pangu, uso wangu usione haya. Nakulilia Bwana, uniokoe na taabu zako na taabu zangu. Malaika wako afanye kituo maishani mwangu katika jina la Yesu. Nipe amani, naomba amani, naomba furaha. Mifupa yangu ukaithibitishe, ipate nguvu ndani yangu ya kusimama kwa ujasiri katika haki yote na utakatifu, na kumcha Bwana na kumwabudu Bwana na kumtumikia Bwana. Kwa habari ya mambo ya ibada na madhabahu yako na utumishi wa jina lako, mwaka huu niondolee unyonge wa kila namna katika jina la Yesu. Asante kuniweka hata siku hii, hata na saa hii. Wengine saa 6 na dakika 1 walikuwepo, saa hii wamenyamaza. Asante kunipa saa hii. Na sasa Bwana, haja yangu na dua yangu na sala yangu ndiyo hii. Siku kama hii ikawepo tena. Siku hii isiwe mwisho wa siku. Siku nyingine na saa nyingine kama hii na tukio jingine kama hili la kiibada liwepo tena maishani mwangu. Haya ninayaomba kwa hofu na kwa kicho. Haya ninayaleta kwako kwa ile sadaka niliyoiachilia madhabahuni mwako. Haya ninayaleta kwa haya machozi. Bwana, ufanye mwaka huu kuwa mwaka wangu. Miaka imepita haijawahi kuwa yangu, lakini huu mara hii utie muhuri, ukawe ni mwaka wa Wilbrod Samuel Mastai. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Bwana, nijilie hima. Bwana, nisikie. Bwana, unikubali katika jina la Yesu. Sema sasa sala ya Bwana. Bwana akae nanyi. Tumhimidi Bwana.